diwani, mimi nimetoka kwenye ushuru. Ukiiba kwa kupitia risiti lazima nikujue na nikawaelekeza ndani ya kikao. Jamani, twende tukashirikia hapa, tuhakikisha tunachokichangisha ndio kinaingia serikalini. Nikafanya ule mkutano wa kwanza ulikuwa ni Ipugulu. Ninapomaliza mkutano ule nikaomba risiti, nikapata risiti 8 waheshimiwa wananchi. Nilipopata risiti 8 zile nikakagua, nikakuta 4 pale. Yule mteja aliyopewa juu pale pameandikwa shilingi 50,000. Lakini ukienda mule kwenye kibutu pameandikwa shilingi 5,000. 45 mtu ameweka mfukoni. Hapo niko na wadisia, ndio mwanzo wa mgogoro. Nilipofika pale wakaona ndio ameanza hapa. Nikaanza kutengenezewa uadui na wenye viti wa vitongoji. Ukitaka kumwita mbwa jina baya, mwite mbwa kichaa. Kila mtu anakupiga mawe. Kwa watu wakaanza kunitengenezea vigisu, wakaanza kutengeneza mazingira ya kuzuia kutimiza majukumu yangu kwenu. Wakanizuia sikuweza kuendelea. Nikienda kwenye kitongoji sipati ushirikiano, watu wanasambaa. Nikasema hii nimepewa kweli mamlaka, lakini nimepewa adhabu gani? Lakini naendelea nawaomba tuheshimiwa wenye vitu wa vitongoji, nyinyi ambao mmeingia sasa hivi, msiwe kama wale. Kata ya Itebula tuishirikieni. Lakini hata hapa tukasimama tuseme, ukisimama hapa baba kiongozi wa kijiji, uje useme yapi ambayo mliofanya kwa juhudi kwa fedha za ndani za halmashauri ya kijiji. Kwa sababu kata yetu hii kata yetu waheshimiwa wananchi ni kata ambayo yenye mali. Tuna misitu, tuna mito, tunakosaje akaunti? Kwa nini imekaa miaka 5 haina hata 100? Ni kweli hamna mapato yote ambayo yanayokusanywa na watu. Kwa tumeruhusu kutokea mmoja kuwa tajiri, maskini wengi. Na ndio maana waheshimiwa wananchi, ukienda kwenye ofisi ya kijiji lazima niseme, kama kweli watu wanamiliki hela, nenda ofisi ya kijiji ile pale. Ofisi ya kijiji, ukitoka mule ofisi ya kijiji haina choo, ndani hamna hata simenti. Huo utajiri wa viongozi unatoka wapi? Mkiwa kaunti ya serikali haina hela. Wananchi wanahoji nini na kati hela inaruhusiwa kuwa kwa mtu mmoja? Lakini hapa mkitokea hapa mkija mkipewa 20,000, shilingi 200,000. Mimi nimekuja leo najitokea hivi naondoka nazomewa 200,000, mnachelewa maendeleo. Tuungane mkono sisi maskini. Ninajua zinaweza zikatokea hila. Mwenye nguvu mwite pawa. Kama watu wanaweza kunikimbia, hata kwenye uchaguzi inawezekana kula za maoni ikipendeza watu wanaweza kusema waniache kwa kuwa mimi sina hela. Lakini mkuli wada urudi. Cha msingi ni kwenda tu tunaendelea tunatoa elimu. Lakini hivi mimi na uwezo wangu ambao mchache. Hata huko mbele nilivyo nikabidhi mimi mamlaka, nilienda kugombania na mamlaka mengine. Umakamu mwenyekiti wa halmashauri, nilishindwa, sina hela hivyo niliomba, nikazidiwa kula 3. Umakamu mwenyekiti wa halmashauri. Wao unafikiri kama wakuoni una kitu cha ziada? Maana kuna mtu anaweza kapewa na kitu cha ziada ni pesa, na kuna mtu mwingine anaweza kapewa kitu cha ziada ana akili. Sasa wewe unakuja tu ni jaji tu hivyo. Na sifa ya kiongozi ni kutatua, kuangalia, kushughulikia mambo ya maendeleo na kutatua migogoro. Yaani hii kata mimi nimeikuta, sema watu wanataka watengeneze, wameshakuta nishalainisha. Nimeingia tu mimi, naingia kwenye utawala nakuta pale kuna vurugu kubwa, hata pale majengo pale. Pale majengo, uwanja wa ndege na wananchi. Uwanja wa ndege pale na kanisa. Wao watu wa kanisa hadi walileta watu kuja kubomoa kwamba wameshinda mahakamani. Mimi nilitangulia mbele, wapo wao wamekuja watu wametoka huko hapo Mgambo wamejaa kwenye magari na manyundo. Wapo pale, mimi nikaenda pale, sikwenda kubomesha kwa sababu nitako la kisheria walishinda mahakamani. Mimi nikaenda nikasema nimekuja kushiriki na wananchi wangu nione wanavyovunjia